Habari, Madam Violet, kama kawaida tunaendelea na taratibu yetu ya kila siku. Tunapeana tips mbalimbali za kutufanya tunakuwa bora zaidi. Leo nimetamani kukwambia wewe ambaye una maono yako, una ndoto zako ambazo unatamani zikue. Nataka nikufundishe kuvumilia, yani kuvumilia kwa faida. Hasa wewe mwanamke mwenzangu. Mimi najua sisi kama wanawake tuna vitu vingi sana ambavyo vinatupa wakati mgumu. Inawezekana wakati mwingine ni kwenye malezi, inawezekana wakati mwingine ni kwenye biashara zetu, inawezekana wakati mwingine hata kwenye kazi zetu. Unaweza ukawa unafanya kazi kwa mtu lakini unatamani kuishi kitu fulani. Lakini kwa sababu ya zile changamoto ambazo unakutana nazo wewe kama mama au wewe kama mwanamke, zinakufanya wakati mwingine ukate tamaa na kuacha kabisa. Hapana. Uvumilivu, yani tujifunze kuvumilia kwa faida. Wakati mwingine vitu vingine inabidi tu vipokee kwa sababu kuna kitu ambacho wewe unakiota. Unaweza kuwa unapewa kazi nyingi, unasema hizi kazi nyingi zinanibana sana, labda siwezi kufanya vitu fulani. Hapana. Tengeneza tu taratibu na ratiba nzuri ambayo itakusaidia wewe kuweza kufanya hivi vitu vyako, kuweza kufanya kazi zako za ajira, kuweza kufanya biashara zako na kuwa mama. Kwa sababu huwezi kuwa majukumu ya kuwa mama. Kuwa mama ni sehemu ya maisha na ni wajibu wako, na ni lazima uwe mama na ni lazima utimize wajibu wako. Kwa hiyo tuache visingizio vya kusema mimi kwa sababu ni mama nashindwa kufanya biashara zangu, au kwa sababu mimi ni mama kazini siwezi kusimama vizuri, au nanyanyasika sana kazini kwa sababu ya mimi kuwa mwanamke. Yani hakuna kitu kibaya kama kujikubali kwenye kujitetea eti kwa sababu wewe ni mwanamke ndio maana kuna vitu fulani haviendi. Sio kweli. Kwani wanawake wangapi wanafanya vitu na wanafanikiwa? Si wako wengi? Why not you? Ina maana wewe kuna vitu vyako ambavyo hujaviweka kama vipaumbele vikusaidie kuweza kutimiza ndoto zako. Hakuna mtu ambaye Mungu amempa kitu ndani yake asimpe uwezo wa kutenda. Kwa hiyo usione wapo wanawake ambao wanasimama wanafanya vizuri, wana mafanikio makubwa kafikiri kwamba wao eti hawabanwi au hawana majukumu mengine ya kifamilia. Wanayo, isipokuwa wao wanatafuta namna nzuri ya kutengeneza utaratibu ambao utambeba kila mahali na akawajibika. Na kitu kingine, jifunze pia kupunguza vitu ambavyo unaona wewe huwezi kujilimbikizia. Na vingine vinahitaji pesa. Kama unaona una uwezo wa kumpa mtu pesa akafanya kitu fulani ambacho unaamini wewe kitakusaidia, toa pesa. Lakini ukiwa mbaili unashindwa kudelegate vitu, maana yake mwisho wa siku utakuta mambo yamekurundikia hivi, mwisho wa siku unashindwa kujipanga, unashindwa kujigawa na unashindwa kutimiza kile ambacho wewe unakitamani. Tunasema jifunze kutoa au kugawa kazi kwa watu ambao unaona hawa watu wakinisaidia kuna vitu vyangu mimi vitasogea kwa sababu naviamini, ili mimi niweze kutekeleza jukumu hili na hili na hili, mwisho wa siku nikae sawa sawa na niweze kusimamia ndoto na maono yangu. Kwa hiyo mwanamke mwenzangu, usikate tamaa, pambana, jifunze uvumilivu, vumilia kwa faida. Hata kama kuna mahali unapita na unaona na machozi yanakutoka, unajua haya machozi kuna siku yataisha. Hakuna kitu kinachodumu milele duniani. Hata wewe mwenyewe hauwezi kudumu, kuna siku tu utakufa, utapotea kwenye hii dunia. Sembuse changamoto unayopitia sasa hivi na yenyewe itapita na maisha mengine yatafanya nini? Yataendelea. Kwa neno langu ni dogo tu, pamoja na kwamba ufafanuzi umekuwa mkubwa sana, tujifunze kuvumilia kwa faida. God bless you.